one of the very powerful topic. Ina jina inasema a man as a manager. A man as a manager. Mwanaume kama meneja au mwanaume kama msimamizi. Mwanaume kama meneja au mwanaume kama msimamizi. A man as a manager. Sasa tunapozungumza a man as a manager, mwanaume kama meneja au msimamizi, tunazungumza maeneo mawili. Nitapiki upande moja. Tunaweza tukazungumza a man as a manager, success, mafanikio, au tukazungumza a man as a manager, failures, tukaangalia failures. Leo sitaki kwenda kwenye success, nataka tuangalie a man as a manager, failures. Tuangalie mwanaume kama manager, lakini tuangalie mifano ya watu ambao walishindwa kumanage na walikuwa wanaume, na tutawapata kwenye Biblia. Tuchukue mfano wa mmoja ambaye alikuwa ni mwanaume lakini akashindwa kwenye sehemu ya kumanage, kusimamia. Ili uweze kupata mfano wa namna gani wewe utaweza kuwa mwanaume ambaye utasimama imara kwenye kumanage, ambaye utafanya kiume kwenye kumanage, na utakuwa hodari kwenye kumanage. Bwana sifiwe sana. A man as a manager. Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 15. Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 15. Mwanzo, Genesis 2:15. Genesis 2:15. Mwanzo 2:15. Maandiko yanasema hivi: Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu. Huyo mtu ni nani? Huyo mtu ni nani? Huyo mtu ni nani? Mwanaume, mwanamke? Akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Kesho nitakuwa nazungumza kuhusu 5 purposes of a man. Kesho tutakufundisha kuhusu makusudi na malengo yaliyokuwa moyoni mwa Mungu wakati anamtengeneza mwanaume. Kama ulikuwa hujui, kati ya mwanamke na mwanaume aliyeumbwa na Mungu ni mwanaume. Mwanamke alikuja baadaye na Mungu hakuanza uumbaji tena. Kwa hiyo wewe mwanaume, you was an original idea ya Mungu. Mwanamke hakuwa original idea. Mungu alipomwangalia jamaa akaona huyu kuna vitu bado, akasema si vema. Mwanzo 2:18, si vema mtu huyu. Lakini mwanaume Mungu alisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Wakati anasema na tumfanye mtu, kulikuwa kuna purposes 5 ndani yake. Tutazidiscuss kesho. Bwana Mungu akamtoa huyo mwanamume Adam, akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Kesho tutachambua maana ya Eden na kwa nini paliitwa Eden, na kwa nini Mungu amcreate mwanaume kumuweka Eden. Kwa sababu wengine tunasema tu Edeni tukijua kama ni jina la bustani, but kuna maana tofauti sana ambayo ukielewa itakusaidia as a man. Sasa Mungu alivyomweka huyu mwanaume katika bustani ya Edeni, maandiko anasema akamwambia ailime na kuitunza. He should cultivate it and keep it. He should cultivate it and keep it. Kwenye maisha yako mwanaume, kuna vitu unatakiwa ucultivate, alafu kuna vitu unatakiwa ukeep.
na unatakiwa ujue tofauti yake, vipi vya kucultivate na vipi vya kukeep, vipi vya kulima na vipi vya kutunza. Bwana asifiwe sana. Sasa nataka tutamwangalia Adam na wanaume wengine, lakini nataka nikupe facts and realities 3 kama utangulizi. Facts and realities. Facts Kiswahili sijui ni nini, lakini facts and realities 3. Ya kwanza ni kwamba spishi ya real man, spishi, nikisema spishi wale waliosoma biology wanaelewa. Spishi yani kama spishi, kuna madaktari hapa. Spishi ni nini? Ni kama uzao vile, ni kama kizazi vile. Spishi ya real man, sizungumzi tu mwanaume, nazungumza real man. Hii hapa mwanaume halisi. Spishi ya real man, dunia tunayoishi leo, spishi ya real man ni rare, alafu ni depleting, ni adimu, alafu inatokomea. Spishi ya mwanaume halisi, yani spishi ya a real man leo ni rare, ni adimu, alafu inatokomea. Mara nyingi naenda mbuga za wanyama na watu tofauti tofauti. Mbuga zote za Tanzania nimeenda mara 4 mara 5 zote. Ukikaa na wale guides, kuna wale wanyama wanawaita rare species, ambao nchi inawahifadhi, nchi inawatunza. Ukienda mbuga zote ukikuta faru amewekewa chip, analindwa na taifa, kokote anakwenda anaonekana. Kwa nini? Wanatokomea, rare. Kuna wengine ambao hawako nchi yoyote, wako Tanzania tu. Mwanaume halisi dunia ya leo, sio tu Tanzania, dunia ya leo, mwanaume halisi ni rare, ni adimu, halafu hata hao adimu waliopo wanatokomea. Tunaishi kwenye jamii ambayo wanawake wana doubt kama kuna uwezekano wa kupata mwanaume ambaye ni mume leo. Na kuna wazazi wenye mabinti wa kike wanaona dunia inavyoenda, wanapata shida kujua binti yake ataolewa na nani. Manake ni kama spishi ya wanaume waoaji imekwisha. Kwa sababu mara nyingine kuna hata wewe mwenyewe ukijiangalia tabia yako unakubaliana huo kweli, ni kama kweli spishi ya waoaji ni kama imeisha. Manake nikijiweka mimi kwenye kundi ni kama si napwaya. That is fact number 1. Number 2, hiyo plani ya kuwamaliza au ya kuwa na hivyo viumbe real men ambao ni adimu na ni depleting, hiyo plan is not by default. Hiyo plan sio bahati mbaya, it is a deliberate design. Kuna mtu ananielewa? Nitakufundisha mambo magumu kidogo. Ni deliberate design, yani imeandaliwa na ni mpango. Na huu mpango una focus kwenye kuua vitu viwili. Cha kwanza, attacking the family, kumaliza familia. Familia leo ina window hujawahi kuona. Familia ambayo ni baba, mama, watoto, ina window hujawahi kuona. Lakini mpango wa pili ni kuattack the position of leadership, ambayo ni sehemu ya mwanaume. Yani leo position ya mwanaume inawindwa sana. Position ya mwanaume kokote kwenye familia inawindwa sana. Ndio maana tutakuja kugundua wanawake wengi leo wanaona kusubmit, kunyenyekea, kama alivyosema Paulo kwenye Ephesians 5:22 kule, wanaona ni mfumo dume. Ukimwambia submit anakuambia ni mfumo dume. Kwa nini? Wameanza kuwa trained kwamba kunyenyekea ni kutawaliwa, ni utumwa. Hiyo yote ni plan by design, kuondoa role ya mwanaume kwenye leadership. Angalia ukatili unavyoongezeka. Yani dunia inazidi kuwa civilized. Ukoloni tumeondoka, ujima tumeondoka, ule traditional life wa hadzabe tumeondoka, watu wako kwenye teknolojia. Lakini angalia Afrika, ukatili unavyoongezeka. Kwa nini? Kwa sababu mwanaume ameumbwa na ego, hataka kudharaulika kijinga, lakini akidharaulika na mwanamke anachukua shock. Kwa nini ukatili unaongezeka? Ni kwa sababu mwanaume anakuwa abused emotionally. Nafasi yake inachukuliwa. Mmediscuss A na B na mke wako, unakuta amefanya maamuzi mengine kabisa. Kwa nini? It is by design, hiyo nafasi ili kuondoa wewe kwenye ile nafasi.
Kama ulikuwa hujui LGBTQAI++, unaijua wewe? Nikisema LGBTQAI++, unaijua? Unaielewa? Au unatafakari tu aliyo juu aliko Mungu, ya hapa chini uyajui? LGBTQAI++, ile yenye gender, transgender, lesbians, bisexual, asexual, queer, plus. Ile is a design. Ukienda kusoma historia ya Freemason na Illuminati 1830 kitu, it was written, it will be implemented. Kwa nini? Kuua familia. Na wanatumia mbinu gani? Women empowerment, girls empowerment. Alafu boys wanasahaulika kabisa. The more unamempower mwanamke, unamsahau mwanaume, kesho na kesho kutwa watakutana kwenye ndoa automatically. Mwanamume atakuja na mwanamke atakuja, kwa sababu mwanamke ameumbiwa lazima aolewe. Akishakutana na wewe kwenye ndoa, yeye amekuwa empowered. Ana nguvu ya kiuchumi, ana nguvu ya kisheria, ana nguvu ya kike, ana nguvu ya kila kitu. Wewe una ya kiume tu. Una ya kiume tu, na yenyewe ya kiume inahitaji neema. Kwa kila siku lazima uwe na maasira tu, kwa sababu ego inakataa kazi, maanake inaona inakuwa inazidiwa. Mke anajua kila kitu, hujui, uko empowered. Nenda angalia sasa hivi World Bank, shirika la afya duniani, kote wana fund project za girls empowerment, primary school, secondary school, huku chuo, vyuo vikuu. Angalia Samia Fund, unani ya wanaume, ya wanaume. STEM program zote za science, engineering, mathematics za wanawake wanakuwa funded. Mimi nimesoma kwa program ya masters ya Sida Sarek ya wa Swedish, ilikuwa ina sponsorship 20 tu, makundi 10 watu 10 kipindi hicho. Sasa hivi imekufa, ndio nilifanya nayo masters ile program. 10 wanawake tupu, 10 nyingine mnashare wanawake na wanaume. Kwa hiyo wanaume 5, wanawake 5. Manake katika 20 wanawake 15. Nikapenyea huko. Na kuna jamaa wangu mmoja alipata kwa wilaya sini ya Musoma, sasa hivi rafiki yangu anaitwa Anne, wakajua ni mwanamke. Naambiaga wewe jina limekufa, shukuru jina hilo. It's a design, ni mpango. Ni mpango. It's not by default, sio kwa bahati mbaya. Ni mpango. Na rafiki yangu mmoja, mtu mmoja maarufu, sitaki kumtaja jina, alianzisha project yake ya kupita kwenye mashule ya primary, anaongea na watoto wa kiume, anawaambia namna empowerment. Ikawa kubwa sana mtandaoni, akaandika project inaenda kwenye maubalozi. Maubalozi kadhaa wakamwambia, sikiliza, hela ipo, tutakupa kwenye hii project, ila badilisha watu naongea nao. Unaja kuongea na watoto wa kiume, ongea na watoto wa kike, hela ipo. Anafuata akambia, Mauki, Mungu aliweka mzigo ndani yangu kwa watoto wa kiume, hela ipo lakini siwezi. Akaacha. Nachotaka kukwambia ni hivi, mpango wa kumaliza position ya mwanaume sio by default. Nenda mabenki yote sasa hivi, angalia project za kukopesha na kumwezesha mtoto wa kike. Mpaka baadaye unatamani ungekuwa mdada, upate mikopo. Hivi unanielewa? Fact and reality number 3. Becoming a real man is a choice. Kuamua kuwa mwanaume halisi sio by default, my friend. Lazima uamue. Lazima uamue. Lazima uchague. Na ninakuombea Mungu katika jina la Yesu, kama ulikuwa hujachagua leo kwenye hili somo, uamue kusema nitasimama kama mwanamume halisi
Mungu unisaidie. Kama umewahi kuomba maombi ya kuokoka, leo tutaomba maombi ya kuokoka kuwa wanaume halisi. Maana unaweza kuokoka kiroho tu lakini ukashindwa kuokoka kuwa mwanaume halisi. Nimeshawaambia becoming a man is a choice. Kuna tofauti ya a male and a man. Kama ulikuwa unafikiri being a male and being a man ni vitu kitu kimoja, ni tofauti. Kuna tofauti ya a male and a man. A male, M-A-L-E, male. Unafahamu male? Male is a biological species, is a biological organ. Male ni swala la kibiolojia. Male is by default. Ukishazaliwa, katikati ya abdomen yako chini na juu kuna kiungo kama fimbo, wewe ni male. Male kwa sababu una penis. Lakini kitendo cha kuwa na penis hakukufanyi wewe kuwa mwanaume. Kwani tuna wanaume wako na penis lakini ni gays? Au hawapo? Kitendo cha kuwa na kiungo cha via cha uzazi cha kiume kinakufanya unakuwa male. Maana yake ni biological. Kuwa mwanaume ni choice, ni nafasi ambayo una earn. Kama ambavyo cheo cha jeshi una earn, lazima ufanyie kazi, lazima uwe responsible. Ndio maana utakuja kugundua mwanamke uliyemooa au ambaye ni girlfriend wako, ni mpenzi wako, unataka kumooa, akisha doubt responsibility yako na nafasi yako ya majukumu, huwa cha kwanza ana doubt, mwanaume gani wewe? Na kuna wengine hapa mnaniangalia mmeshaiwaambia hiyo sentence, mwanaume gani wewe? Maana yake anashindwa kuelewa wewe ni male au ni a man. Kuwa a male uchagui, ni Mungu anakuchagulia mwenyewe, unazaliwa navyo. Ila kuwa mwanaume, natamani leo tukianza kutoka katika hii milango hapa, kila mtu atoke ameamua kuchagua kuwa a man. Is a deliberate choice, my brother. Lazima uchague, lazima uamue kwamba naamua kuwa mwanamume. Sio automatic. Hujazaliwa kama mwanamume, umezaliwa kama male. Ila kuwa mwanamume unachagua. Bwana sifiwe sana. Sasa tunapozungumza kuhusu a man as a manager, tunazungumza uwezo wa mwanaume kumanage the internal and the external. Tunapozungumza kuhusu uwezo wa tunapozungumza a man as a manager, mwanaume kama manager, mwanaume kama msimamizi, mwanaume kama msimamizi, tunazungumza kuhusu uwezo wa mwanaume kumanage the internal and the external. Bwana asifiwe sana. To manage the internal and the external. Sasa unaweza kuniuliza ni vitu gani ambavyo ni the internal, vilivyo ndani, na ni vitu gani ambavyo ni the external? Nitakuwa na kuonyesha wakati na kwenda kwenye mfano wa mtu mmoja mmoja. Utaona kuna waliofeli kumanage the internal na kuna waliofeli kumanage the external. Maana yake Mungu alivyokuumba kama a male organ, a male person ambaye unatakiwa kuchagua kuwa mwanamume, amekupa vitu ambavyo viko nje yako na vingine vitu viko ndani yako, vyote unatakiwa kufanya nini? Kusimamia. Na ukiweza kumudu kuvisimamia, tunakuita a man as a manager. Mwanaume kama msimamizi. Naomba niwaambie, tunaishi kwenye jamii ya wanaume wengi sana waliofeli kumanage. Wengi sana. Wengi sana. Wengine hapa ninyi ni mashahidi, nazungumza na ninyi. Umetoka kwenye familia ambayo kiukweli ukimwasesi baba yako, kuna vitu you are not proud of. Wewe unanitazama,
ukimwassess baba yako leo, kila mtu aanze kumwassess baba yake. Kuna watu huku nina uhakika you are not proud of your dad. Kwa nini? Because he failed. Alishindwa kusimama as a man. Kuna wengine hapa mnajua mlishindwa kulipiwa ada pamoja na kwamba baba ana uwezo wa kulipia ada, au wengine mlishindwa kulipiwa ada na baba yako na unajua kabisa kwamba kuna watoto wanawalipia ada. Wengine baba alikuwa anakuja nyumbani lakini anakuja amelewa na hajui chochote kinachohusu maisha yako. Wengine alikuwa anakuja na unasikia mama yako anavolia akipigwa, au mama anavolalamika kwamba vitu haviendi. Baba yupo. Wengine mlikuwa mnaenda shuleni hapa, mnaona maisha ya wazazi wa watu wengine au wa familia majirani, you admire them, unatamani ungekuwa mtoto wa familia ile, na babako ni mzima, yupo. Kwa nini you are not proud of your dad? Ni kwa sababu alifeli sehemu kusimama kama a manager. Ndio maana kila siku wanawaambia akina baba, make sure the family that comes out of you becomes better than the family that you came from. Kuna mtu ananielewa? Hakikisha mara zote familia itakayotoka viunoni mwako ni bora mara 3 mpaka mara 4 zaidi ya familia ambayo wewe ulitoka. Namshukuru Mungu nimetoka kwenye familia ya baba na mama Mchungaji Mauki. Hata nikiwapigia jioni kuanzia 11, 12, nina uhakika wako pamoja. Na nikiongea na mmoja, mwingine atampa simu. Nikiongea na mwingine, atampa simu huyu mwingine. Wako close. Akisafiri mmoja asubuhi tutapata message wote watoto 5 kutoka kwa baba, mama, baba yenu amesafiri na basi hili muombeeni. They're close. Lakini na uhakika kuna wengine hapa, ukiwa na mahusiano na ndoa unatamani ufanye kila kitu tofauti na ulichokiona kwa familia yako. Na kama ulikuwa ujiungani kufundisha saikolojia, 75%, 75% chances ni kwamba utaendelea vile vile kwenye uharibifu wazazi wako waliopita. 25% ndio wale ambao wanaendeleza, wanafanya tofauti. Na ndio maana nenda kwenye familia nyingi za wazazi walevi, watoto wao wengi ni walevi. Nenda kwenye familia nyingi za wazazi waliokuwa wanazaa ovyo nje, watoto wao wengi wanazaa nje. Nenda kwenye familia za wamama waliozaa kabla ya ndoa, watoto wao wengi wanazaa kabla nje ya ndoa. Kwa nini? Ni principle. 75% wanaendaga negative, 25%. Tuko hapa tutafanya maombi uwe katika wale 25% ambao utabadilisha historia ile iliyosema kwamba Nazareti hakutotoka kitu chochote. Sasa Nazareti atatoka Yesu Nazareti. Na mtu ananielewa? Managing the internal and managing the external. Mwanaume wa kwanza tumwangalie anaitwa Adam. Nitakupa wanaume 4 kwa leo. Wanaume 4. Tuangalie mwanaume wa kwanza anaitwa Adam. Kwa Adam tunajifunza failure to manage a woman. Naomba nikwambie, kwa Adam tunajifunza. Kumbuka nimekwambia a man as a manager tuna discuss failure, sio success, failure. Na tunaangalia wanaume 4 ambao walifeli ku manage. Adam anatufundisha failure to manage a woman. Failure to manage a woman. Failure to manage a woman. Mungu alimuumba Adam, akamueleza kila kitu cha mti wa mema na mabaya. Adam anashindwa kumanage mtu aliyepewa, kwa sababu ndo akapewa position na leadership. Anashindwa kumanage Hawa. Hawa ana take charge, anaenda pembeni anaongea na nyoka. Nyoka anamwambia eti meambiwa hamtakufa mkila hii. Nani amkwambia kitu? Somo linamuingia.
Kesho tutaiongea deep hiyo. Somo linamuingia. Somo lilivyomuingia, akaja kwa Adam, akamshawishi. Adamu alikubali ya kukubali? Ndio maana by nature mpaka leo mama mkwe is automatically anakuwa na rival spirit na mwali. Mpaka leo ukioa mke, ni mara chache mama yako anampokea kwa furaha. Hata akija kumpokea kwa furaha ni baadaye, baada ya kujua kabisa hana noma. Lakini anaanzaga kwanza kwa mshtuko. Kwa nini? Kila mwanamke anajua kabisa mwanamke atamshawishi mtoto wangu, anaweza akatusahau, anaweza asitume hela huyu, anaweza asije kutusalimia huyu. Na kila mwanamke anamjua mwanamke mwingine kwamba ana nguvu ya kufanya nini? Ya kushawishi. Ndio maana kila mwanamke kwenye sendofu ataongea maneno mengi sana. Mwanangu, tulikuwa na watoto 3, tumepata watoto 4 wa kike. Kila utakachokipata njoo kwetu. Kwenye sendofu atasema hivi, njoo kwenye reality. Anakuangalia kama panyabuku mama mkwe. Na mama mkwe ndio wanakupa warning kuhusu mke wako. Tunavyomuona huyu. Kwa nini anashtuka? Kwa sababu anajua nguvu ya Eva kumshawishi nani? Adam. Na let me tell you, it is by nature. You can rarely change your woman, but your woman can majorly change you. Hivi unanielewa? Mwanamke anaweza kukubadilisha wewe. Ukikutana na Samsoni kamuulize. Hivi unanielewa? Na mama mkwe anajua, mama yako anajua kwamba the only thing kitakachompotezea kijana wako wa kiume sio shetani wala Mungu. Binti. Kwa sababu mwanamke hatumii maneno mengi. Wewe unataka watoto akifunga waende kwa baba kule. Hawaendi. Asemagi sana, hawaendi. Uwatoi. Na mama yako akikupigia uwezi kumwambia amesema tusiende. Unafaa kuna tuition. Kuna walimu watakuja, kwa sababu huwezi kusema. Yeye amesema maneno mawili tu, hawaendi. Wewe ndio utapanga uongo na mama yako huko. Ila hawaendi. Hawasemagi maneno mengi. Umeshasikia sentence kwamba mume kamkalia mke? Umeshasikia hiyo sentence? Ile utasikia huyu mama na mkini unanielewa vizuri, maana yake mkini na wewe umekaliwa. Kwa nini unazungumza kukalia? Because hapo hivyo. Na naomba nikupe kanuni moja wapo ya kukaliwa. If you get into a relationship with a woman and you don't have vision, automatically mwanamke atakukalia. The only thing that will submit a woman is a vision. Sasa wewe ingia tu kwenye mahusiano, kwenye ndoa, una vision, atakukalia tu. Wewe ingia tu na uume peke yake, uone shughuli. Kitu kinachomhambo mwanamke ni vision. Na vision inayoeleweka, sio ya kuunga. Ukikaa ukimwambia anaona kesho. Watu wengi wanasema mwanamke haniamini. Naambia wanaume wameumbwa hivyo, wanawake wameumbwa hivyo. Hakuamini. Mwanamke akiona leo hakuamini. Anataka aone leo na aone kesho. Yaani akikuona wewe stories zako za leo, aone leo na aone kesho. Sasa wewe kila siku hata leo haioni. Hawasema hakuamini, hawezi kuamini. Mwanamke akikaa ni kama kuku wa kienyeji, anaangalia yeye na watoto wake. Anaangalia, anashangaa tu, anasema tupate basi mtoto. Mtoto. Hao wawili wenyewe wanakutoa kamasi. Unataka mtoto, unataka njia kutafuta mtoto. Unataka nini wewe? Wewe tulia hivyo. Anaona kesho, anaona kule, anaona hapa hamna ada, hamna insurance, hamna bima. Tuliza mshono wewe baba. Lakini hawezi kukwambia hivyo, anakuambia tu asubiri. Yeye anaona kabisa hapa. Kila ukirudi jioni unamwambia kuna mchongo. Umechomoa mchongo. Maana hujaona hapa. Na mchongoko. Hamna kitu hapa. Hamna kitu. Let me tell you, mwanamke asipoona kesho anaanza kukudharau.
Na karakta mojawapo ya mwanaume halisi ni kuhakikisha familia yako haioni leo peke yake, naona leo na kesho. Na mtu ananielewa? Sasa huyu Adamu alichofeli ni kumanage mwanamke, akawashawishiwa na Hawa. Halafu sasa angalia, Mungu anakuja jioni moja anamwambia Adamu, Adamu uko wapi? Angalia Adamu lilivyo. Adamu anajibu swali ambalo hajaulizwa. Mungu anajibu geographical au locational question, GPS question, where are you? Adamu anajibu status answer, niko uchi. Mungu hajauliza umevaa nguo hujavaa nguo. Mungu hajamuuliza. Mungu ameuliza nini? Uko wapi? Ukifeli kucontrol mwanamke, hata sentences zako zinabadilika. Ukifeli kumanage mwanamke, hata majibu yako yana change. Adamu anaulizwa uko wapi? Anasema sina nguo, yani hapa niko uchi. Mambo yashaharibika. Ameshindwa kumanage kiumbe kinachoitwa mwanamke. Naomba niwaambie kina baba na wanaume mlioko hapa, Mungu alivyokupa role ya leadership, Mungu alivyokupa role ya ile Efeso, Paulo anamwambia mwanamke, enyi wake waheshimu waume zenu kama kumtii Kristo. Ama ni kitu cha kanisa. Ile leadership role aliyokupa, hakukupa kwa ajili ya vitu peke yake, alikupa kwa ajili ya kila kiumbe kilicho kwako, including mwanamke. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Amekupa uwezo wa kumcontrol mwanaume. Ndio maana nenda kwenye familia yoyote, mwanamume akisha kuwa controlled na mwanamke, kuna vitu vinashindikana. Kuna vitu haviendi. Kanuni ni kichwa kuvuta tela, sio tela kuvuta kichwa. Ukienda kwenye kikao chochote, usikie kila hoja ikizungumzwa, baba anasema muulizeni mama. Eti mama nini unasemaje? Unajua kuna shida. Kuna shida. Na tuna wanaume wengi sana ambao they are so good guys wakiwa nje ya nyumbani. Ni simba akiwa nje ya nyumbani, kwenye kanisa, mzee wa kanisa, mwenyekiti wa baba, kazini, mwenyekiti wa kikoba, mwenyekiti wa SACCOS, akirudi nyumbani mkia kwenye miguu, hajibanza hata kitandani, anakaa kwenye kona kule, kwenye kocha anakaa kwenye kona, amekaa kama pigo baridi. Yani anafufuka akitoka tu nyumbani. Ndio maana mkiwa na mikutano kama hii mnakaa hapa, anatamani tuwe siku 3 hapa tu, asirudi nyumbani. Kwa sababu huku ndio anasikia kama mwanaume. Akienda nyumbani, kwa nini? Kuna mwamba ikule anaitwa mwanamke. Unaheshimika mzee kabisa. Ukifika hapa ni tangazo unasoma. Ukifika tu kule nyumbani, wife anakuambia we angalia baba nani tutazozana hapa, baba nani. Na unajua kabisa akisha sema hivi, utasikia baba bana, mimi sipendi shari bana. Mimi sipendi shari. Ujue kwisha habari yake. Kwisha, sio upendi shari, habari imeisha. Failure to manage a woman. Muombe Mungu wa hekima ya kumanage mwanamke. Ukishindwa kumanage mwanamke, biashara yako imeisha. Ukishindwa kuexercise power. Juzi nikasema mtandaoni, ukiwa na mwanamke au mke wako, ukitaka kusema kitu au kutoa ushauri au kuongelea kitu, unaanza kwanza kujiuliza, sijui atareact vipi, sijui atasemaje, hapa nisije nikaliwasha, hapa nikaliamsha, hapa nisije nikaamsha moto afu nikashindwa kulala hapa. Ukiona unaanza kujiuliza maswali, ujue tayari mke wako ana control over you. Umesha lose control, umemwachia yeye control. Watoto wana behave
kitu pale unatamani kuambia jamani ziweni TV, afu unawaza sasa hapa mama yenu yuko wapi? Unakuwa kama kuku mwenye mdondo, komfo hakuna kabisa. Ndani yako kuna kitu kinakwambia ya nini uamshe matatizo? Si unajua kabisa ukishaliamsha hapa ulali wewe mwenyewe mpaka asubuhi, ataongea huyu. Kwa unakuwa mpole, unabaki tu yani bana, mambo mengine yani acha tu. Na hapo moyo unakwambia, ukisikia unasemaje? Unasema mimi sijasema na wewe, sijaongea na wewe, mimi naongea mwenyewe tu. Wewe moyo unajidangaa unamtii Kristo, hakuna kitu, umeliwa. Mdudu kaingia ndani ya tunda. Umebaki makapi. Failure to manage a woman. Na fall ya kwanza ilitokea ambapo mwanaume alishindwa kumanage mwanamke. Fall ya kwanza. Na naomba niwaambie ukweli, it is not easy when a man fails to manage a woman. Kwa sababu kwanza ni kitu ambacho huwezi kuambia wanaume wenzako, huwezi kusema bwana asifiwe, naomba nitoe ushuhuda hapa. Huwezi kutoa ushuhuda kama umeshindwa kumanage mke wako, huwezi. Ukija unakuja kama, lakini unajua kabisa Wanyakyusa wanasema mbombo ngafu. Unajua kabisa kwamba kimeumana. Huwezi kusema, huwezi kutoa ushuhuda, huwezi kuzungumza mbele ya watu, unabaki navyo. Ndio maana sababu tunakufa ovyo sisi, tuna mambo mengi sana. Unaenda kwenye familia nyingine, kuna wamama wana komfo mbele ya wageni. Baba nani, karibu nawe. Wageni wanaambia anza na mzee, atamna baadaye huyo bana. Ni na wewe wewe namjua huyo. Mbele ya wageni. Afu mzee anachekesha pale ili kuondoa atmosphere, kurekebisha hali ya hewa, ila mamwamba washasoma ujumbe, hapa kuna tatizo. Na mama wala hajutii alichokisema, wala akirekebishi. Wewe ndo unakohoa tu hapo ili kurekebisha hali ya hewa, yeye wala. Na hapo ni wakati wa kunawa kabla ya na mkimaliza kunani kula, mtasema baba akimaliza ndio ataanza naye. Mkimaliza kula ndio kabisa anamsahau, kana wanawisha wengine anamwachilia huko makusudi. Atanawia bombani huko. Afili uonekana unaenda kunawa, unajifanya kama unaenda washroom, kumbe unaenda kunawa. Maka amekuacha makusudi. Aonyeshe wenzako kwamba mwamba huyu naishu naye huyu. Ngoja ni muondoke hapa. Nimwanzishie. Unaweza kutembelea na marafiki katamani walale, wasiondoke. Kwa sababu unajua wakiondoka unatamani kuambia waheshimiwa mbaki tu hapa. Manake kifuatacho ITV huwa sio kizuri. Naomba niwaambie tuna shida. Kuna mtu ananielewa? Ngoja tuangalie mwanaume wa pili. Ya kwanza nimekwambia failure to manage a woman. Nakumbuka topic inasema a man as a manager. Wa pili tumwangalie Daudi. Pamoja na kwamba Mungu alimuita kwamba this is a man before my heart, after my heart, mtu wa moyo wangu. Mungu hajasema hivyo kwa watu wengi sana kwenye Biblia unajua, lakini Daudi alisema. Mungu alisema huyu ni mtu wa moyo wangu. Pamoja na hiyo, Daudi alikuwa na kitu tunakiita failure to manage emotions. Sasa kumbuka nilikwambia managing the external and managing the internal. Adamu ilikuwa na managing the external au internal? Adam ni managing the external, ambayo ni mwanamke. Huyu managing the emotions, managing the internal. Huyu mheshimiwa ni managing the internal. Naomba nikwambie mtu wa Mungu uliyoko hapa, kama wewe ni mwanamume, jifunze kumanage your internals. Jifunze kumanage emotions zako. Man as a manager, number 2, kitu cha kumanage ni hisia, emotions.
Manage emotions. Unaweza kuwa una jitihada za kumanage pesa, unaweza kuwa na jitihada za kumanage biashara, unaweza kuwa na biashara za kumanage virikuu na babajaji huko mtaani, but you kashindwa kumanage emotions. Umekwisha. As a man umekwisha. Huyu jamaa Mungu alisema ni mtu wa moyo wangu. Lakini naomba nikwambie, siku moja isiyo na jina jioni, jua linapunga, akapanda juu orofani. Orofa za kipindi hicho zilikuwa hazipaulii kama za sasa hivi, zina uwanda kule juu, kwa you can have a breeze kule juu, unaweza kupata pepo kule juu. Akaenda kule akamuona Uzia, mke wa Uzia, Bathsheba anaoga. Na Biblia inasema ukweli. Biblia kuna watu imewasema wazuri, na kuna Biblia imewaacha tu, ni mwanamke imemwacha tu hivyo hivyo. Biblia ni ya kweli wewe, Biblia ni ya kweli. Tamari inasema mzuri, Yusufu anasema handsome, lakini wengine mfano mwanaume. Ruti ya mwanamke, Deli mwanamke, ila kuna wengine anasema mzuri wa sura na umbo. Kwa kusema mtu piskali ni jibu jambo la Biblia kabisa. Ana Biblia naye acknowledge. Bwana asifiwe. Biblia imeacknowledge. Kuna wengine wamesema wazuri, kwa hiyo ache wivu. Kuna wengine imewaita kabisa wako hivyo. Bathsheba alikuwa mzuri, Daudi akamuona. Hapo ndiko safari ya shida ikaanza. He failed to manage his emotions. Akamwangalia mwanamke, akatamani awe mke wake, lakini shida ni kwamba mume wake yuko hai. It's against the law. Kwa ngoja nizini naye tu maisha yaendelee. Akaemba wamwite, akamwita, akalala naye. Alivyokuwa amelala naye, mama akamtumia taarifa baada ya habari. Si una taarifa kabla ya habari, akamtoa taarifa baada ya habari kwamba mheshimiwa, kitu mfalme, kitu mimba. Plani ya kwanza baada ya failure of manage emotions inavyozidi kuwa deep, Daudi akaona hapa, ngoja nifanye mchezo wa kufanya nini? Fake treatment. Fake treatment, mpango wa kugushi. Akamwambia mkuu wa jeshi, mlete Uzia ili alale nyumbani. Kwa mara ya kwanza mpango wa kusingizia baba alianzaga Daudi. Mwaka jana mkemia mkuu wa serikali amesema 47% ya watu wanaopima baba zao kule sio baba zao. Na kumbuka wengi wa wapimi wanaoenda ni wachache sana, na hao ni walioenda kwa mkemia mkuu. Acha wale wanaokwenda kufanya DNA kwingine, au ni kwa mkemia mkuu. 47 si ni 50. 50 maana yake ni nusu. Kwa uwe na uzungumze kwa sauti ndogo. Unaposema mtu atamfanana na mimi, zungumza kwa sauti ndogo. Una uhakika sana, zungumza kwa imani tu. Ndio jambo la imani. Reality mwachie mama, wewe fanya kwa imani tu. Bwana asifiwe. Kwa imani waone wanafanana na wewe, imani tu ibaki hivyo hivyo. Kwa sababu imani huja kwa kusikia. Si wife alisema kwambia tena anafanana na mjomba wako, sawa yaende. Ila anaweza kukwambia hivyo na ukajenga ukaamini, kumbe wala. Huo mtindo alianza Daudi. Akamleta ili jamaa alale kwao, alafu igundulike yule mtoto wake. Mwamba akasema, wewe ulikolala hapo ameshaamka, siendi miomo. Watu wakamwambia jamaa, mfalme, mwamba yuko nje, hajaenda, mission aborted, hajaenda. Sasa jamaa ndo akaenda namba 2, failure to manage emotions. Akaona huyu jamaa afe sasa. Kwa hiyo ilianza kwenye deception, imekuja kwenye mada. Nisikilize, ilianza kwenye deception, imekuja kwenye nini? Kwenye mada. Anasema tamaa ikichukua mimba
inazaa, na dhambi naye inachukua mimba. Ilianza deception, sasa ni mada, mweke mbele afe, na baada ya kufa si alioa? Sasa angalia fall, kuanzia pale soma fall ya familia ya Daudi. Soma fall kwa sababu ya kitu kimoja tu, failure to manage emotions. Sasa ngoja nikwambie, Daudi kalala na mke wa mtu, hawana undugu, mke wa mtu. Watoto wake wanalala na watoto wake, watoto wake wanalala na mama zake, watoto wake wanaua watoto wake, watoto wake wanataka kumpindua baba. Angalia movie hiyo. Just failure to manage emotions. Naomba nikwambie mtu wa Mungu, kuna nyakati unaweza ukapita kwenye matatizo sana ya ndoa na maisha yako, alafu ukafanya kosa moja tu la kuzaa nje, ukifikiri una solve equation, kumbe umeruka mkojo, unatumbukia choo cha stendi. Unanielewa? Wakati nimekuja kufuata hotelini, nashuka kwenye ile mlima ya Isamilo kule, nimepata message kama daktari, naomba ushauri. Message ya WhatsApp sijajibu mpaka sasa hivi. Naomba nitoe kwa sababu naongea na wanaume. Mke wangu anafanya kazi bank. Yuko busy sana. Anarudi usiku kila siku. Anafanya kazi mpaka Jumapili. Mimi na hela na uwezo na biashara, namwambia acha, nitakulipa tufanye biashara pamoja. Amesema kamwe sitoacha. Imeathiri ndoa, imeathiri mapenzi, imeathiri sex kwa sababu hayupo. Nikaanza mapenzi na mdada wa kazi. Dada mwaminifu sana, mpole sana, mnyenyekevu sana. Nikampa mtaji. Anafanya biashara vizuri sana sana, kasi, muda mfupi kafanikiwa. Sasa huko kwenye mafanikio ya biashara achana nako, kwenye mapenzi acha kabisa. Mke nishamsahau kabisa, yani mke sifai, atachukuliwa na mwanamume mwingine kesho, safi. Huku nimefika Kigoma, mwisho wa reli, mahaba ni uwe kwa mdada wa kazi, aliyekuwa mdada wa kazi. Sasa swali, naomba ushauri. Dada huyu ameniomba tuzae mtoto, ama kama si zae naye nimruhusu akaolewe. Hai, kesi ingekuwa imekuja kwako, mtumishi wa Mungu. Mtu aliyemtuma kwangu akamwambia huyo mtu anakuja kwangu, nikamtania huyo mwenzi rafiki yake, nikamwambia kaka, wewe ungemshaurije rafiki yako? Akanitumia kimoja, dokta, usinitanie bwana. Nikamwambia wewe niambie tu ungemshaurije? Ambia mwamba sepe na dada bwana, biashara imeshaisha hiyo, sepe na dada, maisha yaendelee. Na mkina wewe ungesema hivyo hivyo. Mungu akupe nini bwana? Mpata kiume kinakupa mapenzi, sio fanya nini? Sio kutafuta. Lakini let me tell you the truth, haijalishi ni maamuzi gani utayafanya ambayo ulimwenguni yataonekana mazuri sana, but if you fail to manage your emotions, imekula kwako. Unaweza usione repercussion leo au kesho, but I assure you karma is real. Maandiko anasema, mwanangu, usidanganyike, chochote apandacho mtu atavuna.
Na kama hujui principle of sowing and reaping, unajua sowing and reaping principle ya kupanda na kuvuna, unaelewa? Maandiko yanazungumza chochote apandacho mtu. So principle of sowing and reaping ni kubwa sana. Principle number 1 ni kwamba unavuna ulicho panda, ingawa sio necessarily uvune ulipo panda. Kati ya vitu kwenye maisha utakosea ni kutaka kulazimisha uvune ulipo, ila utavuna ulicho. Kuna mtu ananielewa au nakupa injili ngumu? Usifeli kumanage emotions my friend. Tunza hisia zako. Mara nyingine utakuwa na mchumba, unataka kukaribia kuoa kabisa, umetoa na mahari, yani kabisa kabisa kabisa, ukashindwa kumanage emotions, ghafla mimba. Kaanza kukimbizana na process ya kutangaza ndoa kabla angalau mchungaji hajaona tumbo. You don't deceive the pastor. Wanawaambiaga watu deception is deception tu, iwe iligundulika au haikugundulika, deception is deception. Madam marriage ilianza na deception, haiwezi kuenda nje ya deception, itaendelea hivyo hivyo tu, kwa sababu haiwezekani nyoka kazaa kitu kingine, atazaa nyoka tu. Na wengi hapa tunafahamu tumeingia kwenye ndoa, issue ni ulianza kwa misingi gani? Kama ulianza kwa kushindwa kumanage emotions, lazima urudi msalabani, uanze na square one. Bwana asifiwe sana. Tuangalie mwanaume wa tatu. Somo langu linaeleweka? Mwanaume wa tatu, Samson. Samson ana kidogo failure to manage a woman, lakini Samson ana zaidi kitu anachoga failure to manage the self, au failure kwenye self management. Unafahamu kuna kujimanage wewe, self management. Ukienda kwenye emotional intelligence, wale ambao wanakuwa ni corporate, ushafundishwa kitu kinaitwa emotional intelligence. Ina vitu vinne. Cha kwanza kinaitwa self awareness, cha pili kinaitwa self management, cha tatu kinaitwa social awareness, cha nne kinaitwa relationship management, sakini cha tatu social, cha pili kinaitwa self management. Baada ya awareness unafanya management, au wengine wanaita self regulation. Kwa alichoshindwa jamaa ni kujimanage yeye mwenyewe. Samsoni kidogo ni managing a woman, lakini kabla ya yeye kumanage Delila, alipaswa kwanza kufanya self regulation, self management. Kwa nini? Kwa sababu ahadi alizopewa za kuwa mnadhiri wa Mungu, Delila alikuwa ajui. Yeye ndo alimwambia. Hivi kuna mtu ananielewa? Delila alikuwa ajui. Delila alikuwa juu. Tutofautisha huyu na Adamu. Adamu aliambiwa na Hawa akajua kwamba huyu mwamba kaambiwa hizi siri. Huyu Delila alikuwa ajui, yeye ndio akamwambia. Kwa alichokuwa anashindwa jamaa ni kumanage vilivyoko ndani yake, kumanage the self, kumanage the self. Yani ni sawa sawa, unajua nguvu zako, unajua silaha zako, unajua kila kitu, unajua hela zako, unajua. Alafu from there unaanza kuwaambia tu watu maono yako, unawaambia watu siri zako. Wanaume wengi akinunua kabastola tu utasikia na silaha mtaua mtu. Unatakiwa utulie. Kuna wanaume ambao akipata hela kidogo, kila mtu anajua huyo anashindwa kwenye nini? Self management. Unapata hela kidogo tu, unataka kutangaza, alafu unatangaza kwa kutumia umbea, alafu umbea unaubatiza kwa jina ya ushuhuda. Na ushuhuda, namshukuru Mungu, piga dili kidogo tu hapa kapata 200,000. Acha self management, manage vilivyoko ndani yako. Mwanaume anatakiwa awe na vitu vingi visivyojulikana ndani. Bwana sifiwe. Lakini maumivu usiweke ndani yako, lazima yajulikane nje. Zungumza kwa watu ambao wanaweza kukusaidia, lakini vitu ambavyo ni strength, tulia. Kanuni ya uaskari ni kwamba watu wasijue silaha zako.
Sasa self management ameshindwa, failure to manage the self. Samson yeye mwenyewe ndo anaenda kumwambia Delila, alafu anasahau kwamba Delila ni mpinzani. Huyu jamaa ni Mjuu Mwisraeli. Delila ni nani? Mfilisti. Unajua Wafilisti ndio wa Palestina, si unajua? Ndio Palestina, watu wa Gaza. Huyu jamaa, matokeo ya kushindwa kumanage self, akawekwa kwenye mapaja. Kuna wanaume hapo wanaweza kushangaa, umewekwa kwenye mapaja, unabwabwaja kila kitu. Mama yangu hakunipenda, baba yangu hanipendi, wewe pekee yako unanipenda. Password yangu hii hapa 2233. Siku kiniacha mimi nitakufa. Umewekwa kwenye mapaja. Unaongea mpaka visivyo. Nina hiyo hapo. Umewekwa wapi? Kwenye mapaja. Na kuna wadada wazuri kweli kuweka kwenye mapaja. Hakuweki hapa, lakini kuifanya mgumu tu. Nakwambia mimi nahisi kama wewe unipendi. Ukishasikia hilo neno, natamani umpe hata bandama. Mimi nahisi unipendi. Na Delila alikuwa anamwambia hivyo jamaa, mimi nahisi wewe ufanye nini? Unipendi. Samsoni yule aliyeenda kule akagombana na baba za mke wake kusiku kumpa mwanamke wake mtu mwingine, akatoka na mlango wa mji. Hivi unafahamu Samsoni aliwahi kunyanyuka na mlango wa mji? Mpaka leo nawazaga hivi alibebaje? Hivi mnafahamu mlango wa mji? Nimeona mnajenga hapa sehemu ya kuingilia. Unaiona ile sehemu ya kuingilia? Ile ni mlango wa kuingilia church. Huyu aliondoka na mlango wa mji. Kipindi kile ukiwa unaanza kuingia kwenye mji, unakuta kuna mlango, kuna geti. Na ndio maana hata wakati wa Yeriko watu walikuwa walioko ndani hawezi kutoka, kwa sababu lazima utokee sehemu moja uingilie sehemu moja. Sasa mwamba akaondoka na ile kitu yote. Maandiko yanasema akaenda kuitupa mbali, maana alitembea nayo. Lakini mwamba amewekwa hapa. Betri imeisha charge. Hapa. Watu wa Mungu, naomba niwakumbushe, huyu mwamba wa Palestina waliwahi kumuuzi, akachukua mbweha 100 ngapi? 300. Akawafunga miki. Hivi unajua mbweha wewe? Hivi unajua mbweha? Hivi unajua mbweha ni wakali hujawahi kuona mbweha. Na mbweha bora umkute mwenyewe, utamnyanyasa. Mbweha nguvu yao hiyo iko kwenye unit. Wakisha kuwa kadhaa, simba asogei kwenye mbweha. Wakiwa watatu hasogei. Ferocious animals wakiwa kadhaa. Akawafunga mikia. Imagine walikuwa wametulia kiasi gani? 200, 300. Akawafunga mikia wote. Alafu sio tu akawafunga mikia akawaacha, akawachoma moto ile mikia. Kichwa kiko sawa, akachoma huko ili watoke na hasira. Sio akiangalia moto huu hapa. Alafu akawaacha wakaingia kwenye mashamba ngano. Huyo mwamba aliweza kufanya hivyo. Wafilisti taifa zima limeshindwa, wanajificha. Wakikumbuka mtu aling'oa mlango wa mji, hawamtafuti. Wakimkumbuka mtu kaharibu mashamba ya mji ya nchi nzima kwa mbweha, wakiuliza amewafunga na nani, wanasema alikuwa mwenyewe. Mnamtafutia wapi huyo mtu? Lakini wakampata mwanamke, akamweka hapa. Kuna wengine mmewekwa hapa sasa hivi, hamkumbuki kwenu kabisa. Una watoto wako, wewe ni Mhaya, umeoa Mchaga, vitoto ni Moshi tu kila siku. Bukoba havijui hata siku moja. Umebaki kukiita tu jina Karungi. Lakini hakijui Bukoba kabisa. Umewekwa wapi wewe? Umewekwa wapi? Inaitwa Karungi, akijui Bukoba. Unabaki kumwambia Senene, akijui Senene, kinajua mdudu huyo.
moshi kila Bwana sifiwe. Upepo umekwisha, tairi flat. Failure to manage the self. Mwanaume wa mwisho, mwanaume wa mwisho, Kaini. Kaini, bwana huyu Kaini naye anatusaidia kujua failure to manage emotions. Kumbuka nikukwambia managing the internal and managing the external. Kaini sasa, Kaini huyu, nataka tuende zaidi ya emotions. Kaini hatupi tu managing the emotions. Kaini anatupa failure to manage the attitude. Naomba niwaambie watu wa Mungu, unaweza ukafanikiwa kumanage hela, unaweza ukafanikiwa kumanage biashara, unaweza Mungu akakupa kanisa ukalimanage, Mungu akakupa cheo ukamanage nafasi, ila ukashindwa kumanage attitude. And let me tell you, attitude is everything. Yani naomba nikwambie, attitude ni kila kitu. Watu wamefanya tafiti, kama ulikuwa hujui nikusaidie hii. Watu wamefanya tafiti, wameangalia kila herufi. Tuna herufi 24, sio? A, B, C, D, E mpaka Z, sio? Ziko ngapi? Ziko 26, 24, 26. Wamezipa 1 mpaka 26, ile ya mwisho. Kila neno, let's say work hard working, uchukue H, weka labda H ni 6, maana ABCD kila moja uipe namba. Hard work wamechukua, creativity, persistency, consistency. Maneno yote hakuna lililokamilisha 100, ila neno attitude liandike. Hata ukitoka hapa kwenye ukiandika ile A to Z kila moja lipe namba mpaka 26, alafu andika neno attitude, uone T ni ngapi, A ni ngapi mpaka mwisho, ukijumlisha zote ni 100. Unanielewa? Ukijumlisha zote ni ngapi? 100. Maana yake ni nini? Attitude is everything. Maandiko yanavyosema, aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Anazungumza kuhusu attitude. Maandiko yanavyosema, furahini mnapoingia kwenye majaribu, kwa sababu katika kila jaribu kuna mlango wa kutokea. Hazungumzi a door with a key, anazungumza kuhusu tatizo linalokuja kwako, unalipokea kwa attitude gani? Kwa sababu attitude ya kupokea tatizo ndio itakuonyesha mlango wa kutokea au ukose mlango wa kutokea. Ndio maana poverty is not a reality. Poverty is an attitude. Is a concept of mind. Umasikini sio reality. Umasikini ni concept ya mind. Ndio maana sayansi inasema matajiri wote duniani wangewapa maskini utajiri wao, baada ya miaka 4 ule utajiri ungerudi kwa wale matajiri, na wale maskini wangebaki kuwa maskini. Kwa nini? Attitude. Yamkini unaomba Mungu akupe utajiri, kabla hujaomba baraka, rekebisha attitude kwanza. Kuna wengine ukipata hela hapa unabadilika ghafla, attitude yako kwenye hela imekwisha, uwezi. Na naomba nikwambie theory ya Mungu. Mungu hawezi kukubariki kwa kiwango cha hela ambacho you cannot manage your attitude over that amount. Uwezi. Wanafikiri kwa nini wastaafu wengi wakishapewa pensheni wanakufa? Attitude yao haijaweza kumanage milioni 200. Alikuwa amezoea kumanage milioni 5, 6, 5, 6. Leo ghafla account ina milioni 200. Yeye ana stress, account nayo ina stress.
Kinachofuata hapo unashangaa wameweka mahema meupe kule na kadaftari na kalamu. Jamani, waliokuja tunaomba rambirambi pale, kwisha habari yake. Wakati akoja milioni 5-6 alikuwa anaweza kuishi vizuri. Leo mbona anaondoka ghafla mna hiyo attitude? Naomba niwaambie watu wa Mungu, it is not about the oil, is about the bottles. Swala sio mafuta, mwanamke wa Sarepta, swala ni machupa. Na ndio maana vyupa vilivyoisha tu mafuta yakafanya yakakata. Chupa ni attitude. Mafuta ni blessings. So what determines the blessings of God in your life is not ukiroho wako, is your attitude. Unafikiri kwa nini wengi matajiri duniani ni wana foundations za kutoa? So gratefulness na gratitude ni attitude mojawapo ya hela, ku attract hela. Zitakuja zitake zisitake, it's an automatic. Angalia kwa nini watu wote wakubwa wanafungua foundation ili wewe ukaombe msaada. Because the hand that giveth is the hand that collects. Kwa jinsi unavyopenda kusaidiwa ndio jinsi ambavyo unatulia chini, unakuwa maskini mzuri. Unataka kupata siri ya kufanikiwa, anza kutoa. Heri atoaye kuliko. Kwa nini nchi za Afrika zinazidi kuwa pale? Kwa sababu tunatuma marais wetu wakaombe. Hapo wakija wanasema makofi, wamesema watatupa dola. Hapo tunatangaza deni la taifa ni trilioni hizi, lakini linavumilika, linahimilika kidogo, linastahimilika. Alafu wengine wanakuambia una shida gani tukusaidie? It's a principle. The more you give, it's a principle. Mwanamke Sarepta aliambiwa nenda kaombe taka nyingi. So the more the emptiness, the more the feeling. Kwa ujanja huku tafuta empty zaidi. Because the more the empty, the more the fuel. Unamjua unanielewa? Attitude. Sasa attitude ya huyu jamaa, kwanza jealous. Kaini anaona kama jamaa mambo amefanikiwa sana, mbona moshi wake unaenda mbinguni? Yaani Mungu amemkubali kuliko mimi, wakati mimi ndio wa kwanza. Attitude jealous. Attitude mbovu nyingine ya mwisho, Mungu anamwambia Kaini, watch out. Dhambi na kunyemelea. Kwa nini unafikiri Kaini aliadhibiwa? Kwa sababu alionywa. Dhambi na kunyemelea Kaini, wewe unamwangalia vibaya. Attitude yako kwa mdogo wako sio nzuri. Sio nzuri attitude unayo kwa mdogo wako. Wewe Mungu una shida gani na mimi? Kaenda kamuua mdogo wake. Mungu kamrudia, anambia damu ya mwenzako inanilia. Angalia attitude. Anambia Mungu wewe, tangu lini umefanya mimi mlinzi? Kama unaonekana tukamtafute huko, wakati ndio amefanya. Attitude. Na tutakuja kugundua kwenye Biblia watu wengi sana walifanya dhambi, lakini Mungu alidili nao vizuri sana. Wale wengine ambao walikuwa hawajaonywa walikuwa, lakini angalia wale ambao walipewa fursa ya kuonywa, Mungu alivyodili nao baadaye. Mwangalie Yuda, mwangalie Kaini. Yaani wale ambao waliambiwa kabla kwamba bwana hichi kitu kinakuja. Yesu akasema kuna mtu anachovya na mimi hapa. Ole wake. Yule anachovya na mimi. Ole wake. Mwamba katembea na upepo hivyo. Ndio akatuletea dhambi ya kwanza ya suicide mpaka leo. Suicide rate ya wanaume ni mara 3 ya wanawake. Mpaka leo. Alianza nani? Na number 1 factor ya suicide ni guilty. Na guilty ndio inasababisha depression. Sonona. Guilty. Tofauti ya Yuda na Petro,
wote walionywa, wote walikosea, wote walimkosea mtu huyu Yesu. Mwamba alikimbilia kujuta, yani guilt ilimpeleka kwenye repentance. Petro alipogundua tu jogo akawahi. Huyu mwamba akakumbuka, akakimbilia kutaka kurudisha hela. Kuna mtu ananielewa? Issue sio hela, issue shughulika kwanza na attitude. Unawezekana wewe ni mtumishi wa Mungu, unampenda Mungu, umeokoka, sawa. Bali kitu kitakachokukosti wewe sio hii level ya kiroho chako, ni attitude yako. Attitude. Kuna watu wako chache wana attitude. Wanafikiri kwamba wao ndio lazima wawe viongozi. Wanafikiri wao lazima ndio wawe fulani. Yaani ameshajua kama wokovu vile ni kama SGR, kuna royal, kuna business, afu kuna economy. Kwa hiyo anatakiwa akae royal. Royal, akae mbele, atambulishwe, apoke wageni. Attitude. Be humble. Be humble. Maandiko yanasema Mungu wapinga wenye kiburi, lakini wapa wanyenyekevu. Be humble. Kuna watu wameokoka lakini wana attitude. Yaani usipomwacknowledge ni vita. Atatoa fungu la 10 atataka awe acknowledged. Taandika kila sehemu. Umeiona nimetoa ni kiasi kikubwa, angalia, mkiangalia vizuri, handle with care. Ni kitu ni kubwa kidogo. Kubwa ya nini? Si Mungu anajua umemtolea Mungu, umemtolea mwanadamu. Acha attitude mbaya. Ndio maana Yesu akawakata ngebe wale Masadukayo siku ile. Mama watu akatoa, akamwambia sikilizeni wote mliokaa hapa, aliyetoa zaidi huyu mama huyu. Wakashanga, vipi? Ametoa shilingi tu. Huyu ametoa kila alichokuwa nacho katoa. Nyote mmetoa ziada. Kwa nampenda Yesu, alikuwa akopeshi. Sasa hivi unaogopa kusema hivi, maana wanaweza wakatawanyika, unajua. Na wakitawanyika inakuwa issue, unajua. Tunawategemea kwenye kujenga chachi, sio? Kwa inabidi tutapetipeti. Yesu alikuwa anawapa kavu kabisa. Wewe acha. Unatoa ziada hiyo. Nimeenda makanisa kufanya huduma. Huwezi kuwa kiongozi kama una kitu. Unategemea mpaki gari gani pa nje? Hatuendi mbinguni kwa attitude hiyo. Heri walio wanyenyekevu wa moyo. Maandiko nasema unapotoa hata mkono mwingine usigundue. Attitude. Mungu anaangalia sana attitude yako. Bwana asifiwe. Yes, Mungu amekupa neema ya kusoma mwanaume au ya kuwa exposed. Hiyo ni kuhusu wewe. Be humble. Usitaki kila mtu ajue elimu yako. Kuna watu ambao kidogo tusikia tatizo, mmeogopa umande. Mimi nilivyokuwa huku, nilivyokuwa nani, anakumbuka nilivyokuwa ile nchi nilipopita, kwa tunaenda na first class, yani lazima story hata ihusi ndege, atataja ndege huko, atataja hicho. Yani hamna kitu kidogo yeye kapitia, ni vitu vikubwa tu, ni nchi zote. Wala story haihusu hicho kitu. Mwanaume kuwa humble. Acha attitude. Bwana asifiwe. When you're supposed to manage, unatakiwa umanage vilivyo nje na vilivyo ndani yako. Wengi tunashindwa kwa sababu tuna manage vilivyo nje lakini ndani tunashindwa. Uko kwenye familia, uko kwenye mke anakuuliza kitu ambacho kabisa una uhakika umekifanya. The best way kwa humble. Mwambie mke wangu, sikiliza nikwambie, ningeweza kukana wala usingejua. Ningeweza kuficha ushahidi na wala usingejua. Lakini naomba nikwambie, nahitaji rehema yako, tunisamee, nimefanya. Ukiniuliza why and how, sina jibu. I don't have an answer. Lakini kitu ninachofahamu ni kwamba nimekosa. Na nakuahidi ukinisamee kitu, hutoniona tena nimefanya hivi. Wanawake zetu tuliowaoa wamepewa kiwango cha rehema kikubwa sana. Ila wanatakaga tu disclosure. Wanataka sasa mwanaume sasa. Nani amesema? Mimi. Haki ya Mungu haiwezekani. Wanatuonea wivu tu, haiwezekani. Wanaonea wivu penzi letu. Wakiniona mimi na wewe, yani wanapata shida sana. Wakati moyoni unajua kabisa
umeharibu. Alafu siku akija na evidence, ambe wife, unajua naomba tusiongelee hapa, tukapata chakula kidogo. Yeye hataki chakula, anataka jibu. Unajua shetani, unaanza sasa kuweka uhusiano wako na shetani alivyokupitia. Mambo ya shetani tu, hata sijielewi alikupitia, alikuwa anaenda wapi? Ndio hivyo tu wife, ndio hivyo. Yaani mimi sijielewi. Yaani sasa hapo wewe fanya unapofanya tu wife, lakini ndio hivyo. Yaani unashaka kama hasemi hata kosa, lazima tu ndio hivyo, fanya hivyo. Hapo unajua maana yake sasa imeenda tu. Yaani mimi sijielewi. Yaani unajua, yaani ni anatumia tu visifa. Yaani kosa halitajwi, msamaha hautajwi. Wanaume tuna mambo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wangapi wamenielewa? Simama kwa miguu yako. Funika macho yako. Nyosha mikono yako miwili juu. Mkono mmoja weka kwenye moyo wako, mwingine nyosha juu. Inamisha kichwa chako. Naomba utafakari maisha yako. Wapi umeshindwa kumanage? Wapi umeshindwa kumanage? Wapi umeshindwa kusimama kwenye nafasi yako ya kumanage? Nataka nikupe dakika chache, wewe kwa maneno yako umwambie Kristo, nimeshindwa eneo hili, naomba unisaidie. Mwingine yoyote hajui, wewe unajua, na mimi peke yangu ndo tunajua. Naomba unisaidie kumanage. Sema na Bwana wetu kitu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wewe unatujua kuliko tunavyojijua. Sikiliza sauti zetu, sikiliza sauti za mioyo yetu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tusamehe pale ambako tumeshindwa kumanage baadhi ya vitu katika maisha yetu, pale tumeshindwa kumanage hisia zetu, pale tumeshindwa kumanage identity zetu, pale tumeshindwa kumanage selves zetu, pale tumeshindwa kumanage wake zetu, pale tumeshindwa kumanage majukumu yetu, pale tumeshindwa kumanage watoto wetu, pale tumeshindwa kumanage malezi yetu, pale tumeshindwa kumanage fedha zetu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, tulikoshindwa kumanage the internal na tulikoshindwa kumanage the external, kwa jina la Yesu utusaidie, kwa jina la Yesu utusamehe, kwa jina la Yesu utubebe, kwa jina la Yesu utusaidie, kwa jina la Yesu utuwezeshe, kwa jina la Yesu utufungue, kwa jina la Yesu ukatupe uwezo, utusaidie Bwana, tuweze kumanage, tuweze kusimamia kwa jina la Yesu Kristo. Neno lako Bwana likatuwezeshe, damu yako Bwana ikatuwezeshe, uwezo wako Bwana ukatubebe, na roho wako Bwana akatusaidie, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana utusaidie, saidia wanaume wetu, saidia Bwana wanaume wetu, tunataka kuwa wanaume halisi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, tunakupa sifa na shukrani na uweza na nguvu na adhama, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.